kama jana nilichokiongea ndio kilichotokea. Niliongea hapa, naona mechi inaenda kuwa sare. Kwa nini itaenda kuwa sare? Nilisema kwa maana ya Mbeya City backup ambao wanaipata kwa mashabiki wao wakiwa pale Sokoine Stadium. Unajua kwenye football kuna msamiati mmoja unasema losing team complain, sawa, au unasema timu ambayo imepoteza ina kaida ya kujitetea kutafuta sababu, lakini timu ambayo imeshinda inajipongeza. Hii ngoma ni sare, hamna aliyepoteza. Wameangusha pointi, lakini Yanga alikuwa favorite, si ndio? Lakini yani amjanielewa. Kwani mashabiki wa Mbeya City walikuwa wanaimba kocha aondoke? No, hakuwa naimba. Kwa nini Yanga wanaimba kocha aondoke? Sasa kwa ujumla si mechi imemalizika. Narejea kwenye hoja yangu. Sawa. Yanga baada ya mchezo kuna excuse zinatolewa na watu, uwanja ulikuwa mbovu, uwanja ni mbaya. Sawa. Sisi hivi viwanja sio kama wanacheza kwa mara ya kwanza timu zetu, si ndio? Wanacheza sio kwa maana ndo msimu huu Sokoine Stadium inachezewa pale. Na sio kwa maana Mbeya City walikuwa wanachezea juu. Wote walikuwa wanacheza kwenye uwanja mmoja. Nitakukumbusha kwenye uwanja ule ambao tunasema mbaya, Mbeya City walitengeneza nafasi, clear chance dakika ya mwisho ile, unakumbuka? Mtu anapigwa chenga na lala, inapigwa v-pass. Tunashukuru quality ya goalkeeper wa Yanga. Yaani mimi binafsi naweza kusema tumeshuhudia bahati kupata goalkeeper bora kumshuhudia kwenye macho yetu, kwenye kizazi chetu. Yaani magolikipa wa kawaida ile ilikuwa ni chuma, si ndio? Unaona Mbeya City ambao kwanza tulichoongea jana hapa, sawa, na Godfrey chambuza system alisema kwamba mwalimu 50 maana yake ni kwamba alikuwa na kwanza aliwaheshimu Yanga kwa maana tunakaa nyuma tunapiga mipira mirefu na walifanikiwa. Na ndio hapo tunamsifia mwalimu kwa maana kimbinu. Mwalimu yote unamsifia baada ya kuona mbinu yake inaenda kufanya kazi kiwanjani. Kwa Dar es Salaam Young Africa is quite different. Kwa timu ya caliber ya Dar es Salaam Young Africa, hatuwezi tukawa honest, tuko certified tukiona Dar es Salaam Young Africa dakika 45 hajapiga shoot on target. Hajatengeneza nafasi kusema kwamba hii ni timu kubwa imeenda kudominate mchezo. Timu ya caliber ya Dar es Salaam Young Africa tunategemea kwenye mchezo kwenda kucheza, ina control mchezo, inatengeneza nafasi, lakini pia mwalimu lazima awe na tunasema team management sahihi. Mwalimu Roman Falls anakosa team management. Na ukosa team management kwa sababu inakuwa na vitu vingi. Team management kwa maana sababu unavyozifanya, kikosi unachokipanga. Mimi nilitegemea kuona na nilisema hapa jana, Dombia is a good player. Lakini kwa Dar es Salaam Young Africa hii ya sasa hivi, rais wa timu anasema tumebakisha wachezaji wetu muhimu kwenye kikosi. Maana yake ili wacheze hao waliokuja watapewa nafasi baada ya kuona kuna magepu kama maingizo. Uwanja ule umesema kweli uwanja hauna advantage nzuri. Mchezaji kama Dombia kwenda kucheza pale kwa sababu anapiga pasi za chini, yuko kwenye accuracy, hauwezi kutegemea utapata ile 100% ya ubora wa kwake. Kwa hiyo unamwanzisha. Kwa hiyo ni game management. Roman Falls watu wanavyosema, unajua tumeanza kusema tangu mara ya kwanza kabisa kati game na Roman Sports. Na kwenye hizi timu kubwa, bro, I want to assure you, hauwezi kupewa muda. Kwani wakina Gamondi wamepewa muda? Singida Black Stars. Florent Ibenge kapewa muda Azam. Kwenye timu kubwa hakuna muda. Na ndio maana unaambiwa ukipewa timu kubwa watu wanataka impact kwa sababu una quality ya wachezaji bora kiwanjani. Kwa hiyo watu wanataka impact. Yaani huwezi kuambia tu kwamba eti hatuchezi vizuri ila tunashinda. Shida unaona ni kocha. Kocha ana game plan nzuri, ana game management nzuri. Na kocha anazidiwa ukubwa wa wachezaji na yeye kwenye mbinu zake. Na ukishakuwa na aina hiyo ya kocha haiwezi kuweka. Okay. Yaani itapoteza tu muda. Okay.